Za kwenu za muda huu. Sole ni usiku, lakini nimeona ni share kidogo kitu, niongeze kitu kidogo sana wale watu ambao niliwapostia the previous video ambayo ilikuwa inaongelea kuhusiana na Mazda CX-5 au na Mazda nyingine ambazo zinakuja na engine ya diesel. So for this case kwa Tanzania the common one ni hii 2.2 diesel engine, 2.2 liter diesel engine ambayo inakuja kwa Mazda CX-5, kuna Tenza, you name it. Lakini okay, ni engine ambayo of course zinatumika kwa hizi gari ambazo of course ni za kisasa za Mazda. Kwa hiyo of course ni kitu kipya kwa Tanzania, gari ambayo of course inatumika na watu wengi, ambayo sasa kwa of course zinazotumia diesel, kwa sababu wengi we are used to gasoline powered engines. Sasa kwa hizi gari ambazo zinazokuja zinatumia diesel, kama mnavyojua, diesel engine ni engine ambayo ina nguvu nyingi, iko very powerful and it has a raw torque kubwa at a very low RPM. Yani kwa sababu ya engine kuwa na, kwa sababu na because the engine is running at a very high compression ratio, kwa hiyo inasababisha kuwa na very powerful punch. Sasa of which sasa of course ikiwa converted kwenye ikiwa transferred kwenye matairi, kwa hiyo utakuta obviously gari inakuwa ina nguvu kubwa sana ambayo inaenda kwenye matairi. Sasa kitu ambacho natakiwa mjue pia, yani kusana hizi engine why zimekuwa ni problematic kwa hapa sisi Tanzania. Tukae tukijua kwamba sisi wengi wanaotumia hizi gari either wameshift kutoka kwenye gari ambazo zinatumia diesel petrol, now they have just moved to a new car ambayo inatumia diesel. Na of course zinaonekana ni nyingi, ziko garage kwa sababu pia ni gari zinanunuliwa kwa wingi. Kwa hiyo so obviously the gari zinazozidi kuwa nyingi pia na maana yake pia hata uwezekano wa kuzikuta garage pia labda pia na yenyewe ikawa ni nyingi, sababu chances za kutokea gari kuwa imeharibika ziko very likely. So of course that is what you should expect, kwa sababu volume ni kubwa, and of course those cars they are just affordable. Mid size SUV ambazo tunaweza kusema relative ziko affordable kwa watu wengi. Kwa hiyo ndo maana pia zimenunuliwa kwa wingi, kwa sababu mtu anaangalia akinunua counterpart, gari ambazo zinatengenezwa na counterpart companies, mfano let's say Toyota, ambao ni of the same size na Mazda, maybe probably of the same year, utajikuta labda Toyota inaweza kuwa ni very expensive ukicompare na Mazda. Kwa watu they just go for Mazda kwa sababu it is relatively cheaper kuinunua ukilinganisha na gari nyingine ambayo it is of the same size, labda let's say Toyota, maybe Honda pia. Kwa ndo maana watu wana prefer kuzinunua hizo kwa sababu ziko affordable. Lakini sasa inapokuja kwenye issue za kwa nini zinakuwa zinasumbua, watu wanaweza kusema kwa nini zinakuja kusumbulia Tanzania na sio sehemu nyingine huko zilikotoka. Jibu ni rahisi. Sisi tunazinunua hizo gari tayari ziko used, kwa zimesha accumulate a bunch of carbon toka zilivyoanza kutumika mpaka zinafika hatua zinatufikia sisi. Kwa hiyo zinakuwa zimeshatembea muda mrefu. Kwa hiyo ukiangalia most of these problems zinakuwa zinasababishwa na accumulation of carbons. Kwa hiyo kwa sababu gari inakuwa imeshatembea over the years, inakuwa imesha accumulate so much deposits ambazo wewe ukija kuitumia as a second owner unakuta sasa matatizo ndio yanaanza kujionesha kwa uwazi zaidi, kwa sababu sasa ndo kipindi ambacho sasa zile problems zimeshaji accumulate kwa muda mrefu, sasa zinaanza kuonyesha symptoms. Kwa hiyo unajikuta wewe ndo unakuwa ni victim wa zile matatizo ambazo zimetokea kipindi cha nyuma kutokana na gari kutumika kwa muda mrefu kwa miaka hiyo mingi ya huko nyuma. Kwa hiyo ndo kinachotokea. Kwa mara nyingi unamshauri mtu akinunua gari kama ile Mazda, akifika immediately anabidi afanye service, aanze nayo yeye, aanzishe history mpya ya service ya hiyo gari, ambapo anachotakiwa kufanya ni kitu gani sasa baada ya kuwa ameshaipata hiyo gari. Anatakiwa cha kwanza kabisa afungue oili,
sump, aangalie ile sample yake iko ina condition gani, kwa sababu most of these cars unakuta wakati mwingine zinakuwa zina some sludge za oil kutokana na seepage ambayo inakuwa inasababishwa na diesel kupita kwenye cinder wall na kwenda kuchafua contaminate oil, ambayo mwisho wa siku with the time ile oil inatengeneza some sludge ambazo huwa zinaenda kuziba strainer na kujikuta gari inakuwa ina develop low oil pressure na kuashia taya oil. Lakini ukija kuangalia nini shida, strainer huku imezibwa na maujiuji yale ya oil ambayo yanatokana na kwa na significant contamination kati ya diesel na oil. Itaelezea kila kitu kwa namna gani hizo sludge zinatokea. Lakini pia kingine ambacho mtu akinunua ile gari immediately anabidi acheki, ikishafika tu inabidi akafungue intake manifold, ambayo mara nyingi inakuwa imejaa pia soot, imejaa masizi fulani hivi, carbon zinakuwa ni nyingi sana kwenye njia ya upitishaji wa hewa, ambao mara nyingi hayo masizi yanakuwa introduced na EGR ya gari inayokuwa iko fitted kwenye hizi engine. Tukumbuke kwamba hii gari inakuja na EGR, inakuja na DPF, na DPF mara nyingi kazi yake ni kufanya filtration ya unburnt diesel. Zile unburnt diesel ndio huwa diesel isipoungua yote, maana yake inabakiza some particulates ambazo mwisho wa siku ndio huwa zinaenda kuziba nini, DPF. Kwa DPF mara nyingi kuziba inatokana na incomplete combustion process. Mafuta yamekuwa ni mengi kwenye combustion chamber, hayajaungua, kwa hiyo ile excess unburnt fuel inaenda kuziba nini, DPF. Lakini hiyo yote inatokana na nini, engine inakuwa bado inatembezwa huko, haija attain sufficient temperature kuweza kuhakikisha kwamba the combustion process inakuwa complete. Kwa hiyo sasa ile kitu inasababisha kwamba some particulates zinakuwa ni nyingi ambazo huwa zinaenda kuziba nini, zinaenda kuziba DPF. Lakini kwa sababu pia ile DPF inakuwa iliko kwenye njia ya exhaust, kuna some gases ambazo huwa zinaingizwa kwenye njia ya intake kupitia EGR kuingiza kwenye, of course EGR ina kazi yake kwenye combustion process kama hii, kupunguza kiwango cha oxygen, kuhakikisha kwamba sasa the amount of air which is available kwenye combustion chamber is sufficient enough to support the combustion process ya diesel. Kwa hiyo ikishakuwa nao ni nyingi sana, kwa sababu ya zile exhaust gases zikuwa recirculated back kwenye nini, kwenye combustion chamber, maana yake zina introduce carbons pia kwenye njia ya hewa. Sasa very unfortunately kwamba hizi gari zinakuja na direct injection system, kwamba mafuta ya diesel yanaingilia moja kwa moja kwenye piston kupitia huku juu ya piston, hayapitia mafuta, hayapitii kwenye njia ya hewa. Kwa maana yake zile carbon zinakuwa hazina namna yote ambazo zinakuwa zinasafishwa. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali inatengeneza chances kubwa sana ya kufanya carbon build up iwe ni kubwa sana kwenye njia ya intake ambayo inakuwa introduced na of course most of the time ni EGR ndio inakuwa ina introduce hiyo kitu. Kwa hiyo lazima mtu afungue ile intake, aende kwa fundi wake akamsaidie kufungua ile intake, asafishe mauchafu yote, kuhakikisha kwamba sasa yeye ndo anaanza upya na gari ambao all the carbons zimekuwa nini, cleaned. Lakini pia huyu mtu akishaipata hii gari ametaka kuimport, let's say, anabidi afungue pia afungue engine, aangalie zile camshaft, exhaust camshaft ya gari hii ya Mazda. Hizi engine ya Mazda iliyotengenezwa nimesema kwamba engine gari ya Mazda ikishafika, pia kitu kingine ambacho mtu anatakiwa afanye immediately ni kufungua engine, pia top cover ile ya engine akachikague, ampe fundi amkagulie exhaust camshaft. Exhaust camshaft ya ile gari ya hii engine ya 2.2 diesel engine ambayo inakuja kwenye Mazda, ina camshaft ambazo zinakuwa zina press certain kuna zile zinakuwa zimetengenezwa na
na niti kama grooves fulani. Zile groove kazi yake huwa ni kupress, kuna vidude pale chini na kuenda vipress kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile excessive pressure inakuwa released out, kuhakikisha kwamba the combustion chamber is not running at very high pressure. Compression, at a very high pressure. So unajua ni compression, kwa hiyo compression ile ndani huwa inatengeneza very excessive pressure kwa sababu ya kuhakikisha kwamba sasa maybe probably the sufficient power inakuwa available kuweza kusupport gari, lakini pia pressure inakuwa in a controlled manner kuhakikisha kwamba there is no excessive pressure that can cause the engine to be destroyed kutokana na excessive pressure. Sasa inapotokea zile exhaust camshaft imechoka, maana yake inakuwa high press vile inavyotakiwa, vile items ambavyo vinakuwa viko chini ambavyo vinakuwa pressed na nini na ile camshaft, zile grooves za camshaft. Kwa matokeo yake kinachotokea ni nini? Ile pressure inabaki kwenye combustion chamber, haitoki yote ambayo to the level ambayo ni sufficient, au to the level ambayo engineer wamedesign, ambayo labda ni sufficient for optimal operating for optimal operations ya hiyo engine. Kwa kinachotokea ni kwamba ile excessive pressure wewe inaenda kuenda kuua head gasket. Kwa hiyo ikiua head gasket, ndio unaanza kuona hii changamoto ya nini, ya overheating, kwa sababu head gasket ikisha kufa, maana yake ile pressure, kwa sababu of course pressure inatafuta sehemu ya kutokea, so there is a place ambapo inaweza ikatokea ile excessive pressure ni kwenye head gasket, so itaunguza head gasket au ita blow ile head gasket na kufanya sasa pressure ile ingia kwenye mfumo wa upozaji wa gari na kufanya yale maji ambayo yanatakiwa yazunguke kwa ajili ya kupoza engine yanarudishwa nje. Sasa yakirudishwa nje, gari inakosa sufficient cooling mechanism ambayo ina enhance kupunguza temperature ya engine. Kwa hiyo obviously engine ita overheat. Kwa hiyo you can see those series of events ambazo zinaweza zikatokea na kuifanya gari yako ichukie au ione kama vile it's not a reliable car. So take your time, take your car to the mechanics and make sure that he checks properly the condition of the exhaust camshafts, kuona zipo kwenye condition gani. Kama if the camshaft worn out, please you should consider find another camshaft and install it back for proper operations ya engine yako. Kingine ambacho unatakiwa uzingatie unapokuwa umenunua gari ya Mazda 6, the other thing that you are supposed to be keen at the time when you are buying this Mazda CX-5 which comes with a diesel engine, make sure kwamba you monitor you monitor data ambazo zinakuwa, make sure you monitor unaweza kutafuta KOBD tu kidogo, KOBD machine cha Bluetooth una connect kwenye OBD port yako, una download na software yoyote kwenye simu ambayo inakusaidia kumonitor values mbalimbali za kwenye za gari yako. They will just tell you so much information on what is going on in your car. Kwa hiyo sasa hiyo inakusaidia kufahamu condition ya engine yako. So for this case I mean kwamba ninataka uone kwamba kuna kitu kinaitwa DPF. DPF ikiziba, mara nyingi hizi gari za Mazda zina sensor imewekwa pale kwenye DPF kwa ajili ya kupima pressure, kupima DPF pressure au exhaust gases, exhaust pressure au DPF pressure. Ile itakupa values. Ukiona values zinazidi kuwa juu sana, maana yake kuna kitu ambacho hakiko sawa. Maana yake either your DPF is clogged, kwa hiyo ina retain pressure, baada ya kufanya pressure itoke na kufanya engine iweze kubreathe vizuri, kupumua vizuri, inakuwa inashindwa kupumua. Kwa hiyo kuna significant pressure build up kwenye upande wa exhaust, kwa sababu exhaust gases hazitoki kwa wakati. Kwa hiyo ukimonitor values ambazo zinakuwa registered na ile sensor ambayo ipo kwenye exhaust kwa ajili ya kumonitor exhaust pressure, utaona kwamba the values are going up. Why? Because the exhaust pressure is not going, is not leaving the engine
at appropriate time. Kwa hiyo hata unakuta when you level up the engine, unapokuwa unaikanyaga engine kwa sababu uraise RPM, utaona inakuwa ina raise kwa shida sana, au ikiraise utaona pressure, zile values au readings from the sensor zinaongezeka significantly badala ya kuraise at up to a certain low level, lakini zitakuwa zina rise significantly because the DPF is probably clogged. Kwa hiyo exhaust gases has exit kwa wakati. Kwa hiyo kitu ikitokea, hiyo kitu maana yake you are running a chance ya kuua turbo, kwa sababu ya back pressure engine inakuwa ni kubwa, unaweza kuua turbo. Lakini pia you can also destroy your head gasket pia, na kusababisha pia ukarani chance ya kuongeza overheating problem ya engine yako. Lakini pia of course kuna Mazda za nyuma hizi za kuanzia 2015 kurudi chini zilikuwa zinakuja na sensor ambayo ni ya plastiki. Hiyo exhaust pressure sensor ilikuwa ni ya plastic. Sasa hivi imewekewa zinazokuja kuanzia 2016 kuja juzi zinakuja na exhaust sensor ambayo ni ya chuma, kwa at least inakuwa ina survive kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni muhimu sana, ukikutana na hiyo changamoto you have two options: fungua DPF yako akusafishie, kama mtu anaweza akasafishia, au kama unaona ni kazi sana, okay, you may consider to remove the DPF. Lakini ukiremove, ujue kabisa utegemee kuwa unaona moshi kidogo kwa mbali kwenye exhaust pipe yako. Lakini pia kishaondolewa exhaust, mtu anatakiwa afanye remapping ya software zako, kuhakikisha kwamba the engine is not bringing other problems kwa sababu ya DPF kuwa deleted. Kwa ukidelete DPF, of course kuna advantage kubwa utaiona. Gari itaongeza performance, gari itakuwa inapumua vizuri, utaongeza maisha marefu sana ya turbo yako. Lakini pia utapunguza chances za EGR kuintroduce carbon kwenye exhaust gas, kwa sababu carbon itakuwa zinatoka kwa wakati. Kwa hiyo there will be less amount of carbon that will be introduced back to the air intake mechanism ya gari yako. Kwa hiyo itakuwa inasaidia kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana kuvizingatia kama hivi hapo unapokuwa umenunua Mazda. Kingine bana ambacho kinatuletea shida watu wanaotumia Mazda ni quality ya mafuta yetu. Diesel ambayo inauzwa nchini Tanzania ni kidogo na yenyewe ina tatizo. Kwa hiyo you find a person is just going to the petrol station, anaweka mafuta ambayo yana too much sulfur. Kwa hiyo ile kitu inakuwa inaleta changamoto nyingi sana kwenye mfumo mzima wa combustion process ya gari yako. Mafuta yakiwa machafu au mabovu ndio yanaleta changamoto kwenye diesel filter yako, lakini pia ndio yanakuletea kuua injector zako. Gari za diesel zinaua sana injector, hasa hizi Mazda CX-5, kwa sababu of course ya mafuta yetu kidogo kutokuwa mazuri, yanaua zile seals, zinakufa mapema. Kwa hiyo you can see those kind of scenarios ambazo zinatokana na quality ya mafuta yetu. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia ukiweza kuchukua mafuta kwenye petrol station kama Total au Puma. Wako na mafuta ambayo kidogo yako na additives nzuri ambazo zinasaidia kuenhance lifespan ya fuel injector zako. Lakini the other thing ambayo pia tumeona ni changamoto ni oil ambazo watu wanakuwa wanaziweka kwenye magari. Watu wanatakiwa fahamu kwamba kuna tofauti kati ya engine diesel, oil ambayo inatumika kwenye engine ya diesel na oil ambayo inatumika kwenye gari ya petrol. Ziko na API, zipo na rating tofauti za oil. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba the rating ya oil ambayo unaitumia, lazima uhakikishe kwamba oil ambayo unaitumia iko rated kutumika kwenye engine inayotumia diesel, unless otherwise you'll be introducing new substances kwenye engine yako ambayo haipo compatible na mafuta ambayo yanatumika kwenye engine yako. Tuzingatie kitu kimoja. Kama wewe you prefer to leave the car in stock, ni vizuri kuhakikisha kwamba uwe unapata chance ya kuifanya gari irun vizuri kwa muda mrefu, ili kusudi kuwezesha
kuwe kuna temperature ya kutosha kuweza kuunguza zile particulates zote ambazo zinakuwa remain unburned kutokana na incomplete combustion process. So what can cause the incomplete combustion process? Mara nyingi ni short distance trips, huwa ni mbaya sana, zinasababisha hiyo hali. Lakini pia ukiwa labda na filter zako filter yako sio nzuri sana, inakuwa chafu, kwa hiyo inafanya hakuna sufficient air ambayo inaingia kwenye combustion process chamber yako kwa ajili ya kusupport combustion. Kwa unajikuta sasa pia sasa tayari DPF inaanza kuziba kwa sababu kuna hizo unburnt fuel ambazo zinakuwa of course hazijachomeka. Kwa hiyo take your time, naendesha umbali mrefu ili kufanya ile regeneration process ya gari iweze kutake place effectively kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ina burn off all the carbon deposits ambazo zinakuwa kwenye engine yako. Usipofanya hivyo my friend, soon tu kama unaendesha gari ya diesel kama vile unaendesha gari ya petroli, mfano umetoka Sinza umeenda Kinondoni, umezima gari, umetoka Kinondoni umewasha gari, umeenda Magomeni umezima diesel hiyo, maana yake kuna cycle kubwa kama hiyo ya kufanya gari isi attain the optimal temperature ambayo ni sufficient enough kuweza initiate process moja inaitwa regeneration. Regeneration ni process ambayo gari imekuwa designed by itself kuweza burn all the unburnt diesel particulate ambazo zinakuwa kwenye DPF. Kwa hiyo unakuta gari ita raise RPM kwa ajili ya ku raise temperature ile ndio inaenda kuunguza zile particulates zote ambazo zimekuwa remained unburnt. Kwa hiyo sasa inapotokea gari inakuwa inatembezwa kwenye cycle za trip fupi, matokeo yake ni kwamba gari inakuwa inashindwa ku run zile regeneration cycles za kuweza kuchoma unburnt fuel. Kwa hiyo unajikuta sasa you have all bunch of problems ambazo ziko related na DPF kuziba. So take your time, run the car for a certain distance kuhakikisha kwamba you get the appropriate temperature. You get the appropriate temperature kwa ajili ya kuhakikisha kwamba gari yako inakuwa na uwezo wa kufanyaje, wa kuburn all the unburnt fuel na kuhakikisha kwamba the DPF is running clean na the car is in a good condition ya kuhakikishia maisha marefu ya kuitumia gari yako. Kingine ambacho labda ningeshauri cha mwishoni ni issue ya coolant bypass. Wengi wamekuwa wakiulizia kuhusiana issue za coolant bypass. Ni kweli coolant bypass kwa gari ambazo zinakuja na plastiki, unatakiwa ufahamu kwamba plastiki na temperature ni vitu viwili haviendani. So with the time ile elasticity ya plastiki huwa inakuwa inaisha na kujikuta plastiki inakuwa inelastic. Kwa hiyo sasa tunajua kabisa kwamba kitu chochote kikiwa exposed kwenye temperature kina expand, lakini temperature ikipungua kina contract. Sasa inapofika sehemu, kwa sababu ya coolant bypass ni ya plastiki, moto unapozidi kuwa, maji labda yanapozidi kuwa ya moto sana, alafu na yenyewe labda imeshafika sehemu imekakamaa kwamba it can no longer expand or contract. Kwa muda ambapo unakuta sasa maji yamekuwa ya moto na temperature engine imeongezeka, utakuta zile hose ambazo zinakuja kuwa connected pale kwenye coolant bypass zinakuwa zimefanyaje, labda zinakuwa zinatanuka, lakini ile coolant bypass inashindwa kuwa flexible kuendana na contraction na expansion ya zile pipes, najikuta inaanza kupitisha samlike inaanza kupitisha maji yanavuja na kusababisha loss of coolant. Loss of coolant ikitokea pia inasababisha gari overheat. Lakini pia coolant bypass yenyewe inaweza ikapasuka. Hata ukichukua tu dumu lolote ukaliweka juani kwa muda mrefu, kuna muda itafika lina crack lenyewe. Why? Because it's just a nature ya plastic inapokuwa exposed kwenye sehemu ambayo ina heat na kukul. So that is just a nature. Kwa hiyo ndo maana unashauriwa uweke coolant bypass ya chuma metallic ambayo inaweza kusustain issue kama hizo hapo, na kuna kugarantii wewe
maji kuwa yanapita vizuri bila kuwa lost anywhere na ku enhance performance ya cooling system yako. Kitu ambacho unatakiwa ufahamu hizi symptoms hazitokei ghafla, zinakuwa ni series of event ambazo zimetokea kwa muda mrefu, lakini wewe unakuja kukutana nazo mwishoni baada ya kuwa sasa hizo activities zote au hizo problem zote zimeshatokea behind the scene bila kujua, alafu unajikuta sasa you become a victim. So take your time, tafuta hivyo OBD, jifunze gari yako, uifahamu jinsi gani ya kuimaintain, jinsi ya kuishi nayo. Ukinunua gari jamani kama hiyo Mazda, it comes with a new tech. Take your time, usinunue kwa mkumbo, do your research, fahamu gari yako ili ujue namna gani utakuja kuishi nayo the moment utakapokuwa umefanyaje, umeinunua, kwa sababu hiyo ni investment and you don't want to have an investment ambayo wewe inakuwa inakupotezea time and it becomes a nightmare to you. Kwa sababu why? Just because you didn't have sufficient enough information with regard to what you are buying. Kwa hiyo the moment you make a decision, make an informed decision by you knowing kwamba okay, I'm just buying this car, this will be the scheduled maintenance ya hii gari, alafu this is what I was supposed to do after every certain interval. Kwa hiyo itakusaidia sana kwa enhance lifespan ya gari yako, unless otherwise kila siku utakuwa ni mtu wa kushinda garage na utaichukia gari. Kumbe gari ni rahisi kuitunza, ni vile tu watu wanakuwa hawazingatii mahitaji yake na kuhakikisha kwamba sasa nao inaweza ikakupatia maisha marefu out of the service ambayo utakuwa unafanyaje, unaifanya. Kwa you can just learn it in a very hard way, lakini kumbe ni vitu ambavyo they could be avoided from the beginning if you had a chance ya ku dig in some information na kujua namna gani ya kuweza kuishi na hiyo gari. Kwa hiyo mimi yangu ni hayo tu kwa muda huu jamani, niwatakie wakati mwema. Asanteni sana.